Jarida la leo na ATV, mazungumzo kati ya DP Gachagua na Baba Raila Odinga. Former Deputy President Mr. Rigathi Gachagua. Yeah, I'm seeing Kenyans are really worried and due to the death of Bishop who just passed on after you visited his house. And after 2 weeks, he was dead. What do you think, or what do you say about this? Oh, asante sana mtu ya habari. Let me tell you something. You know, hii ni siasa. Si hata wewe unajua. Do you know anything related to it or... Mimi nilikuwa nimeenda kwa nyumba ya jamaa. Nilikuwa nimeenda kufanya vitu zangu. Si unaelewa mimi sahii nafanya ile kampeni hapa na pale. Wait. The story going on in Kenya right now is leaving Kenyans in questions and custodies and who is responsible of all this stuff. Mr. Former DP, what do you think? What do you say about the matter? I don't know anything about it. Are you aware of anything? No. You need to understand. Mimi nilikuwa nimeona hii Kenya ni kubwa, my friend. Kenya is too big for one person to control. And that's the truth. If you want me to tell you the truth about that, you can see me back in my office. Not here in public, because you don't need to interrogate me about the death of the Bishop Catholic who just died. I'm not concerned about it, and I don't know people who are responsible. Yeah. I think maybe Kenyans need to know the clarity more about what might have happened to the guy. People who are responsible are available in Kenya, but no one is concerned. Kenya has court. Walifanya nini? Hawakuenda kwa court? Probably we don't know what might be the issue that brought you there or what you came to do there, but we are believing it was a good thing. But just as after you left and 2 weeks, the guy is normal. What is related in the death, and if there is somebody behind it, are you aware of it? Mimi nilienda nikatembelea jamaa na mimi nikafanya shughuli zangu 1 2 3 hivi na nikatoka. Sasa my friend, mimi sijui kama ni Mr. President ama ni nani, because that should not be my business. No, I don't think if it will be right to mention Mr. President, because perhaps he's not a victim, you know. This is now political. Yeah, this is something political, you know. Let us be realistic, my friend. What's your take about it? Kenya ni kubwa. Na kama mtu mmoja anataka kuleta siasa, anataka kuleta uchochezi, mtu mmoja anataka kuonyesha watu kidole, sasa mimi mbona nisiingilie? No, my friend. Let us be realistic. This is something real. You know it. Okay. Ni najipanga. Si unajua niliweka mtego pale, mimi nikaweka mtego ile pande nyingine na mambo ikafanyika. Okay. Watu waache kuniwekelea vitu, kila kitu inafanyika Kenya ni mimi nawekelewa. Mara Rigathi Gachagua ameenda ameingia kwa nyumba ya mama mboga amekufa. Mimi nimeenda nikachukua bishop ya Catholic, nikaenda kwa nyumba yake baada ya mimi kutoka ati amekufa. Pengine huyu mtu alikuwa na ugonjwa ya kipindupindu, mimi sijui. There was a clip I was just watching, Mr. DP, about how Mr. Raila Odinga was just talking about what happened, and it means there must be a truth somewhere hidden which Kenyans may not know. Allow me play the clip so that we see what Baba was just saying recently. Mtu inafanya uongo. Wewe Kenya. Sisi tunataka kutoa wazi. Wewe unadanganya wananchi, unasema ati wewe hujaua mtu. Hiyo ni uongo bwana. Sisi wajinga. Sisi wajinga. Wewe unasema unadanganya watu kwa TV. Wewe unasema ati Bishop alikuja kwa nyumba yako, nyinyi mkakunywa kahawa. Alafu baada ya wiki 2 jamaa kuisha yeye. Wacha uongo bwana DP Gachagua. Sisi watoto. Hapa Kenya tumedanganywa. Lakini wewe mtoto mdogo, huwezi kuja useme
unatupeleka hivi, unatupeleka West, unatupeleka Mount Kenya, unatupeleka Nyanza, unatudanganya tu. Hiyo mchezo wewe utawacha. Sasa wewe uliua, wakubali. Mimi nakasirika sana. Mimi nasikia unadanganya watu kwenye televisheni. Unasema ati wewe uko bicho. Hiyo utoto uache kabisa. Sasa na wa Kenya lazima ujue kweli. Ukweli lazima ujulikane.